pale unapomuona Mungu. That is faith. 3 Hebrew men hapa, wakati wanaona watu wote, wanaona Jasiba na Nebukadreza, wanaona tanuru na wako moto, wao walichoona walimuona Mungu. That's the difference. When you see God in your situation, acha ile ya kusema nimepona ndio nasema nimemuona Mungu. No, you see him while things are not good. Hicho ndicho alichokifanya vijana. Na ndio naona kwenye Hebrew 11:1 ni kuwa na hakika. Lakini ni kuwa na hakika nini? Kwenye mstari wa 6 wanasema pasipo imani hakuna kumpendeza Mungu. Maana yeye amwendeaye Mungu lazima aamini Mungu yupo. God exists. Kwa hiyo wakati wao hawaoni chochote, hawa vijana wanaona Mungu yu hai na anaishi. Wakamwambia, our God is able. We don't see your furnace. We don't see your wrath. We don't see your mighty soldiers. We see our God who is able. Na ndio maana Petro alizama, kwa sababu alihamisha macho yake kwa Kristo. Alitembea mara mbili Petro. Ya kwanza, na anatembea kukiwa kuna dhoruba, Yesu amecommand come over. Akatoka kwenye mtumbwi, kanuni yote ya the law of flotation ikaseize. Ndio maana faith and reasoning, kuna mahali ambako inabidi reason irudi nyuma, halafu faith take over. Kwa hiyo alipotembea hakuna kilichopungua. Dhoruba ni kali, radi na ngurumo, mawimbi ni kama mlima, but is walking. Peter, Biblia inasema alipoona upepo, when he changed the focus, faith was no more, because he saw the whirlwind, the tempest, the storm, the challenge, the problem, everything that we view. The danger is when we take our eyes away from God, we make God very small and we magnify the challenge. Sinking will be the fact. Faith sees God, views God, magnifies God, and all the rest will return strangely dim. Hata kama unauma ugonjwa wowote, utakuwa mkubwa sana ugonjwa huo. Ukitoa macho yako kwa Kristo, ugonjwa utakuwa mlima Kilimanjaro. Lakini ugonjwa utakuwa kitu kidogo mno ikiwa macho yako yako kwake. Kama unamuona Elisha hawezi kutoka kitandani, maana yake ana maumivu. Biblia inasema aliugua ugonjwa uliomuua, tena sio kwa siku mbili, miezi mingi, yuko kitandani. Lakini anapokuja yule mfalme kijana kwa ajili ya taifa la Yuda, bado anamwambia chukua upinde, weka na uta. Akanyosha mkono, akashika, fungua dirisha, mshale wa Bwana kwa Washami wa kushinda. Ana pain, is suffering, agonizing because of whatever, but his eyes. Watu nazungumzia migongo kila kona, na reba mjaingia, na kila mtu ameshajua unatishwa kwenye mgongo. Siku kienda reba, yani unazungumza matatizo sana, baada ya kuzungumza Mungu wako ambaye ukiwa naye uko satisfied. Unazungumzia habari ya challenge ya mitihani siku ya Sabato. You don't talk about how God is big. Our God is able. We don't see the challenge during the exam on Sabbath day. We see our God who is able. Hena utachukua muda upigie mchungaji yote simu, because you see God, you are not seeing your pastor. Hiyo ndio faith. When you see God, that means you believe.
Na ndio maana why you believe, you have the word, you have the evidence. God created the word. Alisema ikawa, aliamuru vikasimama. Ndiye sustainer, anayetunza vitu vyote. Ndiye akinyosha mkono hakuna naye. So you have the knowledge, you have the evidence. That's why you believe. That's why you trust. Because you have the knowledge. If we miss the knowledge, the word of God, our faith will be crippled. Kama hautasoma Biblia, utakuwa mkiwete. Yani imani utakayokuwa nayo itakuwa ni feelings, not faith. Kwa sababu faith lazima itoke, it is written. Huwezi ukasimamia ukweli ambao hauna. Utasimamia hisia. Unavyoona mambo, mimi nionavyo. No. Ausemavyo Bwana. Thus says the Lord. Wasingeweza kukaa vile kama wasingelijua Mungu wao alifanya nini bahari ya Shamu, alifahamu alifanya nini mapigo kule Misri, alifanya nini. Walijua Mungu wao alichokifanya. Alilisha watu wa Israeli miaka 40, hawaendi kwa jembe, ametunza miguu yao haivimbi, ametunza mavazi yao miaka 40. Hakuna shopping, hakuna chochote. 40 good years. Gather this knowledge. Kama hutasoma, unaangalia tamthilia season after season, za Kihindi, za Kituruki, za Kibongo, za Kinigeria. Yani wewe unayumbisha tu kama mlango kwenye bawaba. Hii ni season nyingine. Umekodoa macho na mnai kwenye vituko kama hivyo. My friend, you cannot stand. Hivyo havijawahi kulisha reason. Hivyo ni reason destroyers. Uwezo ukarisha reason na Simba na Yanga, Manchester na sijui na nani. Hey, utarisha takataka, utakuwa na crippled reasoning. Ndio maana unaji-identify, mimi na Ronaldo, mimi na nani, pumbavu. Mwanaume mzima na suruali umevaa na unajisifia, angalau ungejisifia baba yako ambaye Mungu alimtumia kuleta uumbaji. Wewe unajisifia Ronaldo, hata shilingi moja hajawahi kupatia. Hii ni akili mbovu sana. Nisikizeni ndugu zangu vijana, ili wimbi nalo kwenda huko, hata kama itasifiwa mipira na wachungaji na wazee wa kanisa na viongozi wa tukasa, shun away. Hakuna lolote la maana kule, nitakataka. Utaweaken your reasoning. Uwezi ukasimama kukabiliana na siku hizo zenye challenge ukiwa mtazamaji wa michezo hizo na maigizo kama hayo, halafu useme our God is able. Oh.